tunaweza kutoa kuzaliwa mara ya soko ya mbere chemchemu ya kwanza. Haleluya. Haleluya. Ngo ni mu ijambo ry'Imana. Kwa neno la Mungu. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Tusomere wa. Tusomee. Rwandiko rwa Yakobo igice cya 18. Waraka wa Yakobo kwanza mstari wa 8. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Nihe abakristo bazavoma kuvuka bwa kabiri. Ni wapi wa Kristo wanatoa chemchemu? Ni chemchemu gani? Ni mu ijambo ry'Imana. Kwa neno la Mungu. Rwandiko rwa Yakobo igice cya 18. Waraka wa Yakobo kwanza 18. Yakobo 18. Bibiliya iravuze iti, Bibiliya iravuze ngo yatubzagirishije Dusaba gusenga kuko umaze gusenga. Ameshaomba. Perezida amaze gusenga kandi Imana ngije umugisha. Mungu ambariki. Reka tuhite tugenda ku ijambo ry'Imana. Tuingie kwa neno. None ndaza gusaba Evangeliste Socrate kudufasha gusoma. Tamsi Evangeliste atusaidie kusoma. Ndasomera ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 3 n'umurongo wa 3. Tatusomea Yohana mtakatifu 3:3. Wonyine n'umurongo wa 3 dusomera gusa. Mstari wa 3. Hanyuma nanone kurangiriza mu rwandiko rwa Paulo yandikiye abikorinto 8. Takuja kusoma waraka wa Paulo umurongo wa 7 kugeza kuri ku 8. Igice cya 8 ku murongo wa 7 kugeza ku 8. Sura yake ya 8:7. Ibice 3 n'umurongo wa 3. Haravuze ngo Yesu aramusubiza ati, nukuri ararahira ngo nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri, umuntu wese utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Amen. Ubwandiko Paulo yandikiye abiroma igice cya 8 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Abiroma cyangwa abakorinto? Abaroma cyangwa abakorinto? Urwandiko rw'Abaroma. Abaroma ibice 8 umurongo wa 7 kugeza ku 8. Yego, haravuze ngo nuko umutima wa kamere, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, iteka n'umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, kuko ntuzawemera kumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Kandi ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Amen. 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 Mana guha umugisha cyane. Amen. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndashima Imana kubw'umugoroba wa none, Imana itugirire neza, Imana ihabwe icubahiro. Shukuru Mungu kwa jioni ya leo aliyotubariki. Mungu Imana yaraturinze umwaka wose. Mungu ametulinda mwaka mzima. Turacahumeka, Imana ngujimbaza. Bado tunapumua, Mungu apewe sifa. Buri harico ikitubikiye kugira ngo dukore. Kuna kile ametuchungia ili tuweze kukifanya. Harico Imana yabwiye, harico Paulo yabwiye Tito. Kuna jambo ambalo Paulo ameandika Tito. Yaramubwiye ngo icyatumye ngusiga Krete. Kilichonifanya ni kuacha Krete. Kwari kugira ngo uzasigara utunganya ibidatunganye. Ilikuwa ni ili uandae yale nisiyoandaa. Tulindwa tukageza uyu mwaka. Kilichotufanya tulinde mpaka mwaka huu. Wenda hari sugukeka ari Imana dukeneye ngo dukore. Kuna yale Mungu ametaka tuweze kuyafanya. Turashima Imana rero, Imana ihimbaza. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu, Mungu apewe sifa. Turashima Imana. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu tena kubona umwanya mwiza kuganira, kwa kupata fursa hii ya kuzungumza. Suko turwebwe dufite ubwenge kuruta abandi, si kwa sababu sisi tuna akili nzuri kama wengine. Ubwenge kuturusha. Kuna wale ambao wana ujuzi kutuliko, ariko Imana atanze ko umugoroba kutuganira. Lakini Mungu amependa sisi tu yabikoze habwe icubahiro. Aliyesema apewe sifa. Nababikuteguye turabashimira. Wale ambao wameandaa tunawashukuru. Hanyuma ndashima Imana kuba mwene data kwizera. Nashukuru kuwa pamoja na kwizera. Kwizera Imana go umugisha cyane. Mungu akubariki sana. Kwizera ugombera ku Rwanda yambere umugisha. Amekuwa baraka kwangu. Tandukana nasigaye mushaka nyuma nsanga sindamubura. Nimemtafuta nikakuja kumkosa. Ariko yambere umugisha, lakini amekuwa baraka kwangu. Yigeze kumfata ava ahantu arantwara siyo nazagenda. Amewahi kunipeleka mahali nilikuwa naenda. Ampe amafaranga, akanipa pesa. Kubona hanga nishimye byiza. Kuona hapa nimeshukuru sana. Ndakwakiriye mukozi w'Imana. Nimekufurahia sana. Haleluya. Amen. Mana nguje umugisha cyane. Mungu akubariki sana. Kandi wese ndabakiriye. Na wengine wote na wakaribisha. Umwaka musha muhire. Mwaka mpya na tena waheri. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndashimira Imana kandi kuko tubonye nanone umwanya kuganisha ijambo ry'Imana. Shukuru Mungu kwa kupata fursa ya kuzungumza neno lake. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Neno la Mungu ni nzuri. Uzurikunda. Lipende. Uzuryitaho. Na ulijali. Gaho umuhanga wanditse
Mtaalamu aliandika. Aravuga ngo ijambo ry'Imana ryageze mu muntu. Akasema neno la Mungu likifika ndani ya mtu. Hari amagambo ane makuru zarikora. Kuna maneno manne ambayo linafanya. Iyo rigeze mu muntu. Likifika ndani ya mtu. Hari amagambo agera kuri ane makuru zarikora. Kuna maneno manne makuu linafanya. Ijambo rya mbere. Neno la kwanza. Urizarima kwizera muri we. Linaleta imani ndani yake. Lizarirema kwizera muri we. Linaleta imani ndani ya mtu huyo. Lizarirema kwizera. Huleta imani. Kwizera mu muntu. Imani ndani ya mtu. Icyakabiri. Pili. Aricho tugiye kuganiraho. Bato tunataka kuzungumza. Ngo lizaritera umuntu kuzarwa ubwa kabiri. Linamfanya mtu kuzaliwa mara ya pili. Umuntu akabuzarwa ubwa kabiri agahinduka. Mtu anazaliwa mara ya pili. Turabisobanura kuzarwa ubwa kabiri ndio tutaelezea hiyo ndio tutakayozungumzia. Cha gatatu lizarizana. Ya tatu kinaleta nini? Lizarizana kwezwa. Naleta kutakaswa. Lizarigeza. Linaosha. Likeza umuntu likamutunga. Linamtakasa mtu na kumwandaa. Kugira umuntu w'Imana abashitsi. Ili mtu wa Mungu awe amekamilika. Akiwa na kila kifaa chochote. Ili afanye kila kazi yote njema. Ya kane. Nne. Lizaribatura. Uwanga linamtoa mtu kwa utumwa. Linamfanya mtu kuwa huru. Mtu wari imbohe ingeso runaka. Aliyekuwa mtumwa wa tabia fulani. Wari ingeso yari yarategetswe. Tabia ambayo ilikuwa imemfunga anakuwa huru. Akaboho. Anakuwa huru. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ifaransa sicho kubohora. Ifaransa hakiwezi kukufanya huwa huru. Kiingereza hivyo hivyo. Na kinachodhihirisha nuko abazariza ko bakomeza kubimbata. Wale wanajua lakini wanaenda kwa mtumwa ya dhambi. Lakini iyo umuntu ijambo ry'Imana ryageze muri we. Neno la Mungu likiwa limefika ndani ya mtu. Chaka nizarikora. Kile cha nne linafanya. Nizaricagagura imigozi yose ya Satani. Linakatakata mikamba ya shetani. Mtu anawa huru. Haleluya. Haleluya. Iyo mpamvu kuba kurigitahoro. Ndio maana tunafaa kulijali. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu rifite nkama point ane ariko ndavuga abiri gusa. Lina kama pointi 4 lakini tasema mbili. Pointi ya mbere iravuga ngo ese kuvuka ubwa kabiri niki? Pointi ya kwanza inasema kuzaliwa kwa pili ni nini? Cha kabiri ese soko chemchemu izitanga ubuzima buhindutse ni iyi. Chemchemu inayotoa maisha yaliyobadilika ni gani? Pointi ya gatatu. Ya tatu. Inyungu zo kuvuka ubwa kabiri ni izi. Faida za kuzaliwa mara ya pili ni zipi? Pointi ya kane. Ya nne. Imbuto kuvuka ubwa kabiri zabyarwa ni izi. Matunda yanayoletwa na kuzaliwa mara ya pili ni zipi? Ibyo byanyuma kwa bibiri simbiganira. Hizo za mwisho sitazizungumza. Ndaganira ibingibi gusa bitanga. Tazungumza hizi ambazo ni za kwanza. Amagambo dusomye ijambo ry'Imana. Haya maneno tuliyosoma kwa neno lake. Nayo umukozi w'Imana witwa ngo ni Yesu, umwami Yesu wabiganiriye na Nikodemo. Ni Yesu aliyezungumza na Nikodemo. Uyu Nikodemo rero ninde? Huyu Nikodemo ni nani? Yusomye umurongo wa rutangira. Ukisoma mstari wa kwanza hapo ukianza. Hariho umwe w'umufarisayo. Kulikuwa na mume mmoja mfarisayo. Yari umutware mu Yuda. Alikuwa ni mtawala katika Wayahudi. Wasanga Yesu nijoro. Akampata Yesu usiku. Ngo ashikara ngo mwigisha mwiza. Akamwambia mwanafunzi, mwalimu mwema. Tuzi kuko ari umwigisha wavuye ku Mana. Najua ya kuwa wewe ni mwalimu uliyotoka kwa Mungu. Kuko ndachubasha gukora izo ukora. Kwa maana huwezi ukakifanya kile unachokifanya. Ataravuye ku Mana. Kama atoki kwa Mungu. Yesu. Grand philosophe. Yule ambaye alikuwa ni filosofi wa kwanza. Grand philosophe. Alikuwa ni mtu wa filosofia wa kwanza. Akamjibu Akamjibu kwa maneno ya makali. Yambwiye ngo yego ndumwigisha wavuye ku Mana. Hakumjibu eti mimi ni mwalimu kutoka kwa Mungu. Yambwiye ngo yego biga gute. Hakumwambia hivi hivi. Yamukubitamo amagambo. Akamwambia hivi. Kuko ngo ndiyashaka ngo ndiyarakene kubwirwa iby'abantu. Hangelitaka kuambiwa mambo ya watu. Yaraziba mu mitima yao. Alikuwa anajua yaliyoko moyoni mwao. Yasomye Nikodemo. Tayari amemsoma Nikodemo. Amusomamo. Akamsoma. Kuko atigeze ahinduka. Kwa maana hajabadilika. Amukubita mu iryo jambo. Akamweka neno hili. Aramubwira ngo. Akamwambia hivi. Bwana asifiwe. Amen. Ngo nukuri. Akamwambia kweli ukweli. Umuntu utabyawe ubwa kabiri. Tu asipozaliwa mara ya pili. Ngo ndashobora kuraga ubwami bw'Imana. Hawezi kuurithi ufalme wa mbingu. Nikodemo yarinde rero. Nikodemo alikuwa nani? Sinzi ukuntu Yesu yabwiye amagambo ariko yageze abona mu mutima. Sijui Yesu amejuaje maneno kwa maana alikuwa anaangalia moyoni. Nikodemo yari afite amagambo atanakomeye cyane. Alikuwa na maneno makuu matano. Abantu bubu bayigira bo kwirata cyane. Ambayo watu wa kisasa wakipata wanaweza wakajivuna. Yari afite amagambo atanu Nikodemo. Alikuwa na maneno matano Nikodemo. Umuntu wakino gihe yagira. Ambaye mtu wa kisasa akiwa na maneno hayo anaweza akawakanyaga watu wengine. Neno la kwanza. Yari umufarisayo. Alikuwa ni mfarisayo. Kana abafarisayo. Na wafarisayo. Yari itsinda ry'abantu bari ikomeye mu gihe cyabo. Ilikuwa ni kundi la watu ambao walikuwa mashuhuri kwa wakati wao. Itsinda ry'abanyedini. Walikuwa ni kundi la wanadini. Yari ryubashwe cyane. Ambalo lilikuwa linaheshimika sana. Kuwa gusara umufarisayo. Kwa mfarisayo cyari kintu cyo kwira. Ilikuwa ni kitu cha kujivunia. Pili, Nikodemo ngo yiriza gusa kabiri ku cyumweru. Alikuwa anafunga mara pili kwa wiki. Birumvikanye. Umesikia? Yagiraga amafungo kabiri ku cyumweru. Alikuwa anafunga mara mbili kwa wiki. Umva ko umuntu
unasikia mtu huyo si. Kuwa abantu tumaze umwaka. Kuna watu wamemaliza mwaka. Kuva mu kwambere kugeza ubu nyine batigeze bafunga. Tangu mwezi wa kwanza hadi mwezi huu. Ahubwo kugeza saa 6. Tangu asubuhi mpaka saa 6. Lakini Nikodemu ngo yageze yiza kabiri ku alikuwa anafunga mara 2 kwa wiki. Cha gatatu. 3. Ngo yageze asenga kabiri ku munsi. Alikuwa anaomba mara 2 kwa siku. Yageze asenga kangahe? Alikuwa anaomba mara ngapi? Cha 4. 4. Ngo yageze atanga icacu mu maturo yose. Alikuwa anatoa fungo la 10 kwa kila kitu. Yageze akiranuka mu maturo. Alikuwa ni mwenye kutakaswa kwa kila kitu. Haleluya. Haleluya. Ya 5. Ngo yari umwigisha w'amategeko. Alikuwa ni mwanafunzi mategeko ya Mose. Mwalimu wa sheria za Musa. Mategeko ya Mose yarakomeye cyane. Torati za Musa zilikuwa kuu. Israeli walikuwa wanatii sana. None umuntu umufarisayo. Mfarisayo. Cha 2. 2. Akiyiriza kabiri mu cyumweru. Anafunga mara 2 kwa wiki. Cha 3. Agasenga kabiri ku munsi. Anaomba mara 2 kwa wiki. Cha 4. Agatanga icacu minezi. Anatoa fungo la 10 vizuri. Cha 5. Akamumwigisha amategeko. Anakuwa mwalimu wa sheria. Huyu ndiye Yesu yabwiye. Huyu ndiye Yesu alimwambia. Usipozaliwa mara ya pili huwezi kuingia ufalme wa Mungu. Unajua sababu yake? Amemwambia Nikodemo. Akamwambia Nikodemo, wewe ni mwenye dini. Na hakuna mwenye dini ambaye ataurithi ufalme wa Mungu. Mbaje akaimba. Akasema Wakristo wa dini hawakomai. Eti wengine ni kama vile wanasema yale wasiyafanye na wanaongozwa na hisia. Wanawabebesha wengine mzigo. Hawawezi wakagusa na mikono yao. Hakuna Mkristo mwenye dini ambaye ataurithi ufalme wa Mungu. Kristo ambaye ataurithi ufalme wa Mungu. Kristo aliyezaliwa mara ya pili. Amen. Kuvuka bwa kabiri rero niki? Kuzaliwa mara ya pili ni nini? Ijambo rya mbere, neno la kwanza birasobanurwa ngo inamaanisha hivi, ngo nuguhinduka, ni kubadilika, nukuwa mu buzima bwahindutse, ni kuwa kwa maisha yaliyobadilika. Guhinduka muri sekta 3. Kubadilika kwa sekta 3 ni nyinshi, ariko sekta 3 zigize ubuzima ni nyingi, lakini kuna sekta ya mbere. Ya kwanza, umuntu agomba guhinduka mu mivugire yiwe, tu anafaa kubadilika kwa msemo wake. Sekta ya kabiri, ya pili, agomba guhinduka mu bikorwa vyiwe, anafaa kubadilika kwa matendo yake. Sekta ya gatatu, ya tatu, agomba guhinduka mu bitekerezo, anafaa kubadilika kwa mawazo, mafikira. Haleluya. Amen. Aurabwiye Abakorinto, Paulo akawaandikia Wakorinto, arabwo mwa Abakorinto mwe, kasema yeye Wakorinto, twebweho sisi ngo dufite gutekereza kwa Kristo mutwe, tunakufikiria kwa Kristo ndani yetu. Kuko ubitekerezo, kwa maana kwa mafikira niho muri shamba de bataille, hapo ndipo kwa shamba la vita ambapo shetani anapigana na Mungu. Kuvuka bwa kabiri, kuzaliwa mara ya pili, no guhinduka, ni kubadilika. Tusomerewa, tusomee Abaromana no ndwandiko rw'Abaroma 12 umurongo wa 2. Warumi 12:12. Tangire ku murongo wa mbere twumve niho twumva neza. Anzia kwa mstari wa kwanza. Iyo bavuze ngo kuvuka bwa kabiri, wakisema kuzaliwa mara ya pili ni kubadilika mu mivugire, kwa kusema, mu mikorere, kwa kutenda, no mu mitekerereze, na pia kwa mafikra. Dusomere 12 umurongo wa mbere geze ku murongo wa 2. Tusomee 12 kwanza 2. Abaroma, nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima zera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Kandi timwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen. Kuvuka bwa kabiri, kuzaliwa mara ya pili, no guhinduka, ni kubadilika. Amen. Wewe wake, wewe wa zamani agashira, anaisha, akazu wewe musha, nabaki wewe mpya. Wewe wake, wewe wa zamani, imvugo zake, msemo za zamani, bikorwa byake, matendo ya zamani, tekerezo yake, mafikra ya zamani igahinduka, yanabadilika, ukaba musha, unakuwa mpya. Kwa kuvuka bwa kabiri, hiyo ndiyo kuzaliwa mara ya pili. Pili, kuvuka bwa kabiri, kuzaliwa mara ya pili, wanaweza siwe sana. Amen. Ngo nukubicyare mwe gishi, ni kuwa kiumbe kipya, nukugira ubuzima busha, ni kubadilika kuwa na maisha mapya, nukubi ikintu cyaremwe chongeye kurenga ubundi busha, ni kubadilika kuwa kitu kilichobadilika kikawa kipya. Haleluya. Haleluya. Wanaweza sifiwe sana. Amen. Osibasoma kurengo twihute ili tuende kwa haraka. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, waraka wa Paulo wa pili kwa Wakorinto, Chapter 5 umurongo wa 17, sura yake ya 5 mstari wa 7. Turalizi cyane, hilo neno tunalijua sana. Linasema iyo umuntu ngwari muri Kristo
tukiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya na ya kale yamekwisha, yote yamebadilika kuwa mapya. Haleluya. Mtu aliyezaliwa mara ya pili ni mtu mpya, mtu mpya. Lakini sisi dini la sasa, sisi mbele ya kuokoka, baada ya kuokoka, sisi ni wale wale. Huyo mtu hajazaliwa mara ya pili, na Biblia imekataa, nasema yule hajazaliwa mara ya pili hata urithi ufalme wa mbingu. Amen. Haleluya. Amen. Haruanza kuzoja mu ijuru ba. Kuna yule amekataa kwenda mbinguni. Haruanza kuzoja mu bwami bw'Imana. Kuna yule amekataa kwenda ufalme wa mbingu. Condition ni moja. Kuzaliwa mara ya pili. Tatu. Kuvuka bwa kabiri niki? Kuzaliwa mara ya pili ni nini? Ngo ni ubuzima busha. Ni maisha mapya. Bwa mbere ni mibereho ubuzima busha. Maisha mapya. Ini vie nouvelle. Maisha ambayo ni mapya. Une vie nouvelle. Maisha abaroma igice cya gatandatu umurongo wa 4 twumva ukuntu niko biragiye gushaka ko hari uniwanse hari tandukana rito urwandiko rw'abaroma igice cya gatandatu umurongo wa 4 twumva ukuntu havuga 6:4 Warumi. Ngo buzima kuvuka bwa kabiri, kuzaliwa mara ya pili ni ubuzima busha, ni maisha mapya. haruguru ni icyaremwe gishi, ni kiumbe kipya hapo juu, icyaremwe gishi, kiumbe kipya gifite ubuzima busha ambacho kina maisha mapya. Dusomere twumva ukuntu bimeze. Umurongo wa 4 urwandiko rw'abaroma igice cya gatandatu umurongo wa 4. Nuko rero kubw'umubatizo twabambanywe nawe mu rupfu, rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe, n'ubwiza bwa data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo busha. Amen. Kuvuka bwa kabiri ni ukubaho ubuzima busha. Kuzaliwa mara ya pili ni kuishi maisha mapya, ubuzima buzira, maisha bila ibyaha, dhambi, ubuzima butunganye, maisha ambayo ni yenye haki, ubuzima bunezeza Imana, maisha yanamfurahisha Mungu, ubuzima bushimisha, maisha yanamfurahisha Mungu, bushimisha Imana, furahisha Mungu. Uri mu ibarabara, ukiwa barabarani, mu muryango, ukiwa kwa jamii, uri hanze y'urugo, ukiwa nje ya boma, unamfurahisha Mungu, ugashimisha Imana, furahisha Mungu. Imana yabwiye Satani, Mungu akamwambia Shetani, bahura na Satani, walipopatana na Shetani, Satani we, akamwambia Shetani, umetoka wapi? Satani alibwira ngo, Shetani akamwambia, nimetoka duniani kuzurura na kuzunguka. Wabonye umukiranutsi wanje yo? Je, umeona mtumishi wangu Yobu? Ko ndawe bahwanye nawe? Kwa hakuna yule kama yeye. Yego namuonye. Nimemuona. None se umuntu watunze, mtu aliyekuwa mtajiri na kuzaa, ufite abahungu 7, ana vijana 7 na binti 3 na wasichana wake. Kwa wakati huo niwo ngo bari ba Miss gusa, wao ndio walikuwa akina Miss. Ese Miss ni kikandi? Miss ni nini? Nacho kabaye kandi kando kagutse muri. Nayo imekuwa kitu kingine ya kuvuma kwa wakati huu. Miss. Ubundi definition ya Miss ndende cyane. Maana ya Miss ni ndefu. Utorwa kuba nyampinga uzogera ushaka ubushakashatsi ubusa. Nenda ukafanya tafiti. Uzubona kuna karakter nyingi. Ngo babatore kuba nyampinga. Eti wamefanya kwa Miss. Unaangalia. Bazi byo nyampinga bisobanura. Wanajua Miss ni nini? Fakuri kizuiza sasa twose byabaye pirate no kufana gusa. Kila kitu imekuwa fake. Haleluya. Haleluya. Satani aramubwira ati none se umuntu watuze yuko ukiranuka gute? Tu aliyekuwa tajiri anawezaje kosa kwa mwenye haki? Nabiguhaye. Nimekupa. Aragenda. Akaenda. Usumwe. Siku moja. Ngo yobo yicaye. Yupo akiwa amekaa. Ukakuja mtumwa. Akasema kundi lako tulikuwa tunachunga likabeba. Zimeenda nimebaki peke yangu. Na zako zimeenda pia. Akatamatisha. Akasema watoto wako walikuwa kwa nyumba ya mkuu wako. Ikaanguka ikawaangukia. Wote wakafa. Ni mimi nimebaki peke yangu. Ili nikwambie habari. Yobu aliposikia habari hizo, akachanua mavazi yake, akavaa ya kuchaka, akaweza kujipaka matope, akasema maneno hayo, akasema nimetoka tumboni ya mama bila kufa, nitarudi pia tumboni mwa dunia bila kufa. Hayo yote ni Bwana aliyenipa na yeye aliyeburudisha. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kwa hayo yote Ayubu hakuweza kumsifu Mungu ama kuweza kusema haya ndiye amesababisha. Mungu apewe sifa. Mungu akapatana na Shetani. Shetani umetoka wapi?
Umetoka duniani kuzurura. Umemwona mtumishi wangu Ayubu ya kuwa hakuna yule kama wewe. Akasema ni vitu zimeisha, watoto wameisha, bado anaamini. Satani akasema si mtu anaweza akatoa vitu zozote ili aweze kukomboa mwili wake. Nenda nimekupa mwili wake, lakini nimekunyima uhai wake. Akamletea vidonda mpaka alikuwa anajikuna kabisa. Ndipo kumekuja marafiki wake 7 wakamaliza siku 7 wakikaa. Wakasema Ayubu, hakuna mtu mwenye haki ambaye anaweza akafanywa hivi. Kuna kile umefanya kibaya. Haleluya. Lakini Ayubu akasema vizuri. Ayubu amesema vizuri. Amesema vizuri. Amen. Akasema kama moyo wangu umewahi kukusudia jambo mbaya, mimi naweza nikalima kuvune wengine. Na kama si kwa mwenye haki kwa Mungu, nife mke wangu abebe na wengine. Akasema tumaini langu naendelea naye mpaka nilipo, sitakubali ya kuwa moyo wangu uweze kunihukumu. Haleluya. Ayubu. Ayubu. Haleluya. Haleluya. Umugore ati wa mugabo. Muke akasema wewe watutsi Imana ukisi. Sumtusi Mungu huu ufe. Uzogeza hehe. Utaendelea mpaka lini? Waramuhindukirana. Akageuka akamwambia yeye mke. Kukivuza nkamwe muwafa. Kwa nini umesema kama mpumbavu? Unatekeza ko mukoko kw'Imana. Unakubali kwa mkononi mwa Mungu. Taendelea kupata tu mema. Na tusipate mabaya. Mkono wake. Mkoko kwe. Tupokea mema na mabaya. Sisi ni bibi. Haleluya. Haleluya. Nubwo dushima Imana, hata kama tunamshukuru Mungu, kila mara itakuwa nzuri tu. Wanakudanganya. Kila wakati si mema. Utaenda hivi, iende hivi, iende hivi, iende hivi. Lakini kuna vile neno linasema, inasema heri avumiliaye majaribu, kwa maana akishakubaliwa atalipewa taji la kushinda. Haleluya. Yohana akaandika akasema atakayevumilia mpaka mwisho, huyo ndiye atalipwa. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. 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 Ubuzima busha. Maisha mapya. Kuvuka ubwa kabiri. Kuzaliwa mara ya pili. Ubuzima busha. Ni maisha mapya. Ese ubuzima bwawe bumeze gute? Je, maisha yako yako ugereranije ubwa kera ukilinganisha na ya zamani na ya sasa? Hari tandukaniro. Kuna tofauti. Hari tandukaniro kweli? Kuna tofauti kweli? Hari tandukaniro. Kuna tofauti. Wewe ugerageje kera. Wewe ukijaribu wewe wa zamani. Imana tubabarire. Mungu atuye radhi. Vuge ifusora bwanyuma kugira ngo tuje muri hariya isoko. Tuseme maana ya 3 ya mwisho. 4. Ese kuvuka ubwake birasobanura iki? Kuzaliwa mara ya pili inamaanisha nini? Birasobanurwa. Inamaanisha ngo nukongera kuzuka. Ni kufufuka tena. Nukongera kuzuka. Ni kufufuka tena. Nukongera kubaho. Kuishi mara tena. Abaefeso gice cya 2 murongo wa mbere. Wa Efeso 2 mstari wa kwanza. Wa Efeso gice cya 2 murongo wa mbere. Waraka wa Paulo kwa Efeso 2 mstari wa kwanza. Tuvuge ko ndibivuze papa. Tusikie. Wariko wa Efeso gice cya 2 murongo wa mbere. Namwe yarabazuye. Mwebwe abari mupfuye muzizi. Mwebwe abari barapfuye muzizi byaha n'ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi. Mugakurikiza umwami utegeka ikirere, abo mwuka ukorera mu batumvira. Ari wo mwuka ukorera mu terezi. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Namwe yarabazuye abari barapfuye. Nanyi amewafufua waliokuwa wamekufa. Hari imfu 3 zibaho. Kuna vifo 3. Hari ifu bico bita gutandukana kubugingo n'umwuka n'umubiri. Kuna kuachana mwili, nafsi na pia roho. Bico bita ngo la séparation entre l'âme, le corps et l'esprit. Kuachana mwili, roho na pia nafsi. La séparation du corps, ya mwili, de l'âme, ya roho et de l'esprit. Na pia nafsi. Haleluya. Bico Biblia ntizibita ngo nugufa. Hiyo Biblia haiti kifo. Biblia zibita ngo nugusinzira. Biblia inaita ni kusinzia. Paulo yabigiye abatesalonike. Paulo akawaandikia Watesalonike. Aravuga ngo kuko umwami ubwe azaza. Akasema kuko mfalme peke yake atakuja. Hamwe ngo nijwi ry'Imana.
pamoja na sauti ya Mungu. Ngo n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Sauti ya malaika mkuu pamoja na parapanda ya Mungu. Ngo abapfuye muri Yesu Kristo. Wale ambao wamekufa ndani ya Yesu Kristo. Ngo nibo bazabanza kuzuka. Ndio watafufuka kwanza. Natwe ngo bazaba bariho. Nasi ambao tutakuwa. Ngo duhindure tuje kumusanga. Tutabadilika ili tuweze kumlaki. Akabwira mu Baroma gice 8 umurongo wa 10. Akasema kwa Warumi 8:11. Ngo niba umwuka wiyazuye Yesu Kristo muri mwe. Akasema kama roho ya yule aliyekuwa ndani ya Yesu Kristo aliyemzua. Kizazana n'abandi banyu bose. Jua kwa ataleta na wale wenyu wote. Basinziriye muri Yesu. Ambao wamesinzia ndani ya Yesu. Biblia haiti kifo. Hiyo inaita kusinzia. Na hata Danieli amesema 12:2 akasema kwa wakati huo wengi watakuwa wamesinzia. Wamoja watafufuliwa kwa uhai. Wengine wataamuka kuaibika milele. Hiyo ni kifo ya kwanza. Kifo ya pili ni kifo ya kiroho. Hiyo kifo ya kiroho Yuda ameandika vizuri. Akasema hao wamekufa kwa wamesimama. Haleluya. Haleluya. Wale ni miti ambayo imekauka. Ni kama mawingu bila mvua. Kama hao wamekufa wakisimama. Haleluya. Haleluya. Paulo akawaandikia Wafilipi. Akasema kuna wale wameingia kwa Yesu kipenya penya. Hao nimewaambia hata sasa nawaambia nikilia. Kwa maana wanajivunia mambo ya kuaibisha. Na Mungu wao ni tumbo. Na mwisho wao ni kuangamia. Kufa kiroho. Kufa kiroho ni nini? Ni watu ambao wanaongozwa na nafsi na mtu wa kale. Inamuongoza tusiana na tusiana. Ikimwambia afanye usherati na sherati. Ikimwambia kuwa mchawi anakuwa mchawi. Ikimwambia aleta mgawanyiko analeta mgawanyiko. Mtu kama huo, huyo ameongozwa na mtu wa kale. Huyo amekufa akiwa wima. Hao ni mti iliyokauka. Ni mawingu ambayo hayana mvua. Amen. Amen. Kifo cha tatu ni kifo cha milele. Hiyo kifo cha milele takufa kina nani? Wale ambao wamekufa bila kusikia, bila kumwamini Mungu. Hao watakufa. Amina. Amen. Kuzuka kangahe? Kuzuka kandi. Iyo umuntu yavutse ubwa kabiri. Mtu akizaliwa mara ya pili. Ubwa kabiri ni kuzuka. Kufufuka mara ya pili ni kuzuka. Ni kufufuka. No kuzuka. Kufufuka. Kufufuka. Namwe yarabasuye. Nanyi amewafufua. Mwebwe bari bapfuye. Ninyi ambao mlikuwa mutware bwa kamere. Bali walikuwa katika utumwa wa abaza bategekwa n'irari ryabo. Wala ambao wanaongozwa na tamaa yao. Yohana yabivuze neza. Yohana amesema vizuri. Kwa Yohana igice cha 2 murongo wa 15. Yohana 2:15. Aravuga ngo Bwana asifiwe sana. Haleluya. Aravuga ngo biri mwisi nibi. Akasema yaliyoko duniani ni haya. Biri mwisi nibi ngi. Ni haya yaliyoko duniani. Ngo ni irari ry'amaso. Ni tamaa ya macho. Ni irari ry'umubiri. Tamaa ya mwili. Ngo no kwibona kuzubuki. Na kiburi cha uzima. Ariko aravuga ngo isirashara no kwifuza. Lakini akasema dunia inaishi na tamaa yake. Isirashara no kwifuza. Dunia inaishi. Sirashirana no kwifuza kwayo. Abakikunze mubimenye. Menye ko Yesu nagaruka azabarimburana n'isiwe. Sirashirana no kwifuza kwayo. Abakikunze mubimenye. Menye ko Yesu nagaruka azabarimburana n'isiwe. Abazaneshisi bazicarana na Yesu ubwami bwo mwijuru babibigomangoma. Amen. Amen. Tibigeze banesha kamere zao. Hawakuweza kushinda tamaa ya mwili wao. Kwa sasa hata mwili abo ngabo bakeneye kuvuka ubwakabiri. Hao wanangojea kuzaliwa mara ya pili ili waweze kufufuka tena. Wafufuke tena. Ya usinziria we. Uliyesinzia. Kanguka. Amka. Uzuke. Na ufufuke. Kristo aweze kukuangazia. Haleluya. Haleluya. Usinziria we. Uliyesinzia. Ugitegekwa na kamera. Wewe unayeongozwa na mwili. Kamera y'inzangano. Mwili wa kuchukia. Kamera y'ishari. Kuwa na
kamere y'urugambo, kuweza kuwa na hisia, kamere y'ubusambanyi, kuweza kuongozwa na mwili, kuweza kuwa mchawi, kamere kuendelea kuongozwa na tamaa. Mugoroba wa none, jioni ya leo msimu, irakuburiye ngo naweza kukusii uri mu buzima bufuye, na kuambia kwa maisha ambayo yamekufa unahitaji kufufuka, na hiyo ufufuo ni kuzaliwa mara ya pili. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tugende rero, ese nihe dukomora? Hiyo chemchemi inatoka wapi? Iyo soko twakomora kuvuka bwa kabiri. Ni chemchemi gani tunaweza kutoa kuzaliwa mara ya pili? Soko ya mbere. Chemchemi ya kwanza. Haleluya. Haleluya. Ngo ni mu ijambo ry'Imana. Kwa neno la Mungu. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Tusomere wa? Tusomee. Rwandiko rwa Yakobo igice cya 18. Waraka wa Yakobo kwanza mstari wa 1. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Nihe abakristo bazavoma kuvuka bwa kabiri? Ni wapi wa Kristo wanatoa chemchemi? Ni chemchemi gani? Ni mu ijambo ry'Imana. Kwa neno la Mungu. Rwandiko rwa Yakobo igice cya 18. Waraka wa Yakobo kwanza 18. Yakobo 18. Bibiliya iravuze iti, Bibiliya iravuze ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri, yatuzarishije ijambo ry'ukuri nkuko yabigambiriye, kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Amen. Amen. Yatuzarishije ijambo ryayo, ametufanya tuzaliwe kwa neno lake. Kwizera kuzana no kuterwa no kumva. Imani uletwa na kusikia. Kumva nako kukazanwa n'ijambo ryayo. Na kusikia uletwa na neno la Mungu. Ntabwo uzarwa bwa kabiri. Huwezi ukazaliwa mara ya pili kama usomi neno. Kuzuzwa si kuzarwa bwa kabiri. Kujazwa si kuzaliwa mara ya pili. Kugira ijwi ryiza si kuzarwa bwa kabiri. Kuwa na sauti nyororo si kuzaliwa mara ya pili. Kugira ubwenge n'ubumenyi bwa Bibiliya si kuzarwa bwa kabiri. Kuwa na hekima na utaalamu si kuzaliwa mara ya pili. Kuwa reverend si kuzaliwa mara ya pili. Kuitwa jina fulani si kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni maisha yanayofanana na Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni ubuzima bwa Yesu. Ni maisha yaliyofufuka. Ubwo buzima tubukomora hehe? Hayo maisha tunatoa wapi? Bukomora mu ijambo ry'Imana. Tunatoa kwa neno la Mungu. Paulo yabandikiye Timotheo. Paulo akamwandikia Timotheo. Akamwambia Timotheo, zahumetswe byera byose by'Imana, yaliyopumuliwa yote na Mungu, ngo bigira umumaro, yana manufaa. Ijambo rya mbere, neno la kwanza, ngo bizabyigisha, yanafunza. Cha kabiri, pili, ngo bikemeza umuntu byabyiwe, yanamkubalisha mtu dhambi zake. Tatu, ngo bikamutsinda, na anamshinda. Cha kane, nne, ngo bikamugorora, yanaweza kumnyorosha ili mtu wa Mungu awe amekamilika akiwa na yanamfaa yote, ili afanye kazi zote njema. Maandiko yote ya Mungu yana manufaa. Neno la Mungu hiyo ni chemchemi ya kwanza ya kuweza kushota maisha mapya. Maisha mapya. Unataka kuzaliwa mara ya pili. Taito haiwezi kukufanya. Hata wakupe taito nyingi, haziwezi kukuletea maisha mapya. Hata ujazwe. Jioni nilikuwa nasoma juu ya karama za Roho. Nilikuwa nasoma hata mchana. Nimepata karama nzuri ya kuweza kutafakari Roho. Nilikuwa naisikia lakini nimeisoma nikafurahi. Ina maneno matatu inaleta. Kwanza, na si watu wote. Wale ambao wanafanya ni viongozi. Hiyo ni ya viongozi. Si ya watu wote. Hiyo ni ya viongozi. Kwanza. Haleluya. Haleluya. Inampa kiongozi kujua kutafakari. Wale ambao wana roho ya Mungu na wale ambao hawana roho ya Mungu. Pili, inamsaidia kuongoza kundi vizuri. Amen. Amen. Haleluya. Urashaka ubuzima busha buhindutse. Unataka kuwa na maisha yaliyobadilika. Ubuzima Yesu yishimira. Maisha ambayo Yesu anayafurahia. Ubuzima Yesu akunda. Maisha ambayo Yesu anayapenda. Isoko. Chemchemu. Yahizifomu. Pahali utatoa. Mu ijambo ryayo. Kwa neno lake. Sindava kuri iryo jambo. Petero wa mbere rwandiko. Si igice cya 1:23. Petero wa kwanza. Turava kuri iryo jambo, iryo soko. Rwandiko rwa Petero wa mbere igice cya 1:23. Waraka wa Petero wa kwanza 13. Kandi ndi hafi kurangiza ndi kuvuga ibindi bingahe dangiza. Haravuze ngo Haravuze ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri,
kuko mwazawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ntabwo mwigeze kuzarwa n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mwazawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho amen amen kuko mwazawe n'ijambo ry'Imana kwa maana mumezaliwa na neno la Mungu mtazawa n'imbuto ibora na hamukuzaliwa na mbegu ambayo inaoza. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ariko ngo mwazawe n'ijambo ry'Imana lakini mumezaliwa na neno la Mungu rizima ambalo ni sawa ngo rigira imbaraga li hai na lina nguvu ngo nubuki na lina ukali burutu bw'inkota zose zaidi ya visi gutandukanya inaweza kugawanya mwili ubugingo n'umwuka inaweza kugawanya. Niba ushaka kuba ubuzima buhindutse kama unataka kuishi maisha yaliyobadilika nani musoma nashatse ngira nasomye nagiye kuri internet shaka uko abantu bahanuye uyu mwaka uzameza 2024 nenda kwa internet nikaona vile watu wametabiri kwa mwaka huu wa mwaka 2024 nasomye umugabo witwa Nostradamus nimesoma mbaya anaitwa Nostradamus. Nostradamus ngo n'umufaransa ni wa huko Ufaransa wabaye mu kinyejana cha 15 ambaye ameishi kwa karne ya 15 mu kinyejana cha 15 kubera ko ibyo bintu karne ya 15 muri 1555 ametabiri kwa mwaka huo uyu mwaka yawuhanuye mu 1555 1155 yavuze ngo ibintu birindwi amesema maneno masaba lakini yote hatukumbuki. Kwanza yaravuze ngo n'umwaka uzorangwa n'intambara ngo izakira hafi si yose amesema ni mwaka ambao utakuwa na vita ya mwaka ya dunia nzima. Akasema akiangalia hivyo mkiangalia ni hapo inaelekea hapa kuna BRICS kuna pia UN nations UN ishigikiwe na NATO ubumwe bw'Uburaya na Amerika ni pamoja na umoja wa Ulaya pamoja na Marekani. BRICS ni kitu chahimbwe n'Abarusiya kile ambacho kimeletwa na Russia n'Abahinde na Brazil na South Africa abantu bose ko bari yungunyine ko baraje kuba ibice bibiri watu wote wanaenda kwa kundi mbili kuva mwitwaro zakozera korwa za kirimbuzi wanatengeneza silaha zile za nuclear. Israel na Hamas tangu walipoanza kupigana tangu sasa hamaze kufa 2022 kufa watu 22,000 muri 85 jours kwa siku 85 siku na Israel tangitambara Hamas na Israel wakaanza vita Gaza Palestine kufusha abantu 22,000 amekufa watu 22,000. ushize nakoze ubushakashatsi kwa Banyamulenge bangana nimefanya utafiti wa Banyamulenge siwezi nikasema sanga nanigiye kuvuga nikambwira kuko umubare ukungana twese vile tulivyo sote kama vile tulivyo sote sisi ni wachache sana wachache zura yose yahunze muri 96 ari 10,000 bisaga hejuru bukeya gusa jula wametoka huko akiwa 96 zari 10,000 kana abanyabuzura bari hano bari abantu 10,000 walikuwa ni watu wengi sana lakini walikuwa ni watu 10,000 lakini kwa siku 85 Gaza na Israel wakiwa na vita kumekufa watu 22,000. Chakabiri yavuze pili aliyosema yereswe ambaye ameonyeshwa mwaza ubushuhe bukabishi kutakuwa na joto kali kutakuwa na joto kali nibindi na mengine na uje kuri internet naenda kwa internet leo atuze telefone ntakiba mari gusa n'ukudume message kuna wale ambao wana simu ni message na vitu zingine ubundi bantu besho bavuze umwaka ubundi wawe kumfasha kwa watu wote ambao wamesema kwa mwaka huu huyo ndiye amenisaidia na ukitaka kuangalia mengine utapata hata wewe. Haleluya haleluya Izarekana kuza kwa Yesu yale ambayo yanadhihirisha kuja kwa Yesu yanaharakisha kuonekana anakuja kutugawia kuishi kwa milele na wale ambao watapata uhai wale watapata ufalme wale waliozaliwa mara ya pili na temtemu ambao tunashota kuzaliwa kwa pili ni ndani ya Biblia. Soma Biblia itakuri Biblia jali Biblia sikiza Biblia soma Biblia usenge cyane kandi ushikame reka guhemuka amasezerano ari munzira kavuga ibindi bibiri ndangiza mengine mawili zari byisha ko kavuga ibyo ngibyo zindana jambo rya kabiri isoko neno la pili ngo ni mu rupfu rwa Yesu Kristo kwa kifo cha Yesu Kristo no mu rupfu rwa Yesu Kristo ndani ya kifo cha Yesu Kristo soko ya kabiri tutuvuma ubuzima buhindutse ubuzima bushi chemchemu ya pili ambayo tunashota maisha mapya kuzaliwa kwa pili ni ndani ya kifo cha Yesu muri mu Golgotha kwa Yesu kazi ya Golgotha ya Yesu Karivari na kawindirimbo inyuza umutima
karibari nakawe indirimbo inyuza umutima narabohowe n'umwana w'Imana narabohowe n'umwana w'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere n'umurongo wa 3. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere n'umurongo wa 3. Waraka wa kwanza wa Petero kwanza soko ya kabiri tuvoma mu ubuzima busha kuvuka ubwa kabiri kuzaliwa mara ya pili umurfu rwa Yesu kwa kifo cha Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatuzaye ubwa kabiri kuko imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Amen. Ariko sura mu iryo jambo rudia kwa neno hilo. Chemchemi ya pili pale tunatoka kuzaliwa kwa Yesu ni kwa kufufuka kwa Yesu. Yesu alipofufuka msalabani. Soma neno la Mungu tusikie. Petero wa mbere ibice cya mbere umurongo wa 3. Petero wa kwanza 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatuzaye ubwa kabiri kuko imbabazi zayo nyinshi kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Wize itorero rya mbere ry'intumwa, kanisa la kwanza la mitume yari ryubake ku nkingi zine. Ilikuwa limejengwa kwa nguzo 4 ambazo ni kuu. Itorero rya mbere ry'intumwa, kanisa la kwanza la mitume yari ryubake ku nkingi zine. Kwa limejengwa na nguzo 4 kuu. Kingi ya mbere ya kwanza ngo bahoraga bashishikariye, walikuwa wanajaa ngo kumva ivyo intumwa zigiye, walikuwa wanajali na kusikia yale mitume wanasema. Walikuwa wanapenda neno la Mungu, bakundaga kwiga, walikuwa wanapenda kusoma. Kingi ya kabiri, nguzo ya pili, ngo bahoraga basangira ibizabo, walikuwa wanachangia yao usabane, walikuwa wanahusiana, barakundanaga, walikuwa wanapendana. Hakuna yule angelala njaa, hakuna yule angeshinda njaa, hakuna yule angelivaa uchi, mwingine akiwa amevaa. Nguzo ya 3, walikuwa wanamega ugali wakikumbuka mambo ya Pasaka, walikuwa wanakumbuka kifo cha Yesu. Haleluya. Walikuwa wanakumbuka kifo cha Yesu. Paulo amesema hivi, mimi natembea na kifo cha Yesu Kristo ndani yangu. Amen. Amen. Nguzo ya 4, walikuwa wanapenda kuomba. Ndio hilo kanisa la kale. Biblia husema asubuhi na mchana, kama vile Mungu alikuwa anaenda akiwapanua asubuhi, alikuwa anaongezea wengine wa kuamini, alikuwa anaongezea waumini. Lakini la leo kuliko kuongezeka, wengine wanatoka. Kupanuka tunasema si kujaa viti hizi, la kuongezeka tunasema ni maisha yaliyobadilika, kuzaliwa mara ya pili. Kwa maana kuna watu wa Mungu, kuna wana wa Mungu, na wana wa Mungu ndio wataurithi ufalme wa mbingu. Watu wa Mungu na wana wa Mungu, Wakenya wote ni watu wa Ruto, lakini Wakenya wote si wana wa Ruto. Wale wanaimba wote si wana wa Mungu, lakini ni watu wa Mungu. Wanaomba wote si wana wa Mungu, lakini ni watu wa Mungu. Wanaoenda si wana wa Mungu, lakini ni watu. Lakini Biblia imesema waliozaliwa mara ya pili, hao ndio wataurithi ufalme wa mbingu. Haleluya. Haleluya. Uzawibuka umurimo w'Igorigota. Unakumbuka kazi ya Golgotha. Uzawibuka imibabaro ya Yesu. Unakumbuka dhiki za Yesu. Haleluya. Haleluya. Yesu ngo yavuye amaraso y'impande zine. Yesu ameweza kutoa damu kwa pande 4. Yavuye ayo mu mutwe. Ametoa damu ya kichwa. Avamo ayo mu rubavu. Ya ubavu. Avamo ayo ku birenge. Na ya miguu. No mu biganza. Na hata kwa mikono. Na Yesu. Ayo mutwe ya kichwa, ngo yasabwira umuntu ngo unamuka uva aho ngaho. Alikuwa anamwambia mtu toka hapo, urebe angalia juu, unamuka weza kuinuka. Abantu bose baba mu nzoka, wale wote ambao wanakaa kwa pombe, bagitegetswe n'inzoka, wale ambao wanaongozwa na pombe bado wanainama, wale ambao wanaongozwa na usherati wanainama, abakigenda nijoro, wale ambao wanatembea usiku wanainama. Ariko maraso ya Yesu Kristo mu mutwe, lakini damu ya Yesu ya kichwa yamemwagika, na hata kwa leo yanasema angalia juu,
Inuka uangalie juu. Unamuka. Inuka. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani nikatuzihore. Mengine wacha tuache. Tukuri Pasaka. Tuko kwa Pasaka. Haleluya. Haleluya. Dangis. Tukitamatisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Isoko ya katatu. Chemchemu ya tatu. Ngo vyaturutse. Imetoka. Ngo iva mu gushaka kw'Imana. Kupenda kwa Mungu. Mu gushaka kw'Imana. Kwa mapenzi ya Mungu. Muri volonté de Dieu. Kwa mapenzi ya Mungu. Biravanga ngo c'est fruit. Ni tunda. C'est la fruit. Hiyo ni tunda. De la volonté. Ya mapenzi. De Dieu. Ya Mungu. La nouvelle naissance. Hiyo kuzaliwa mara ya pili. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ile wanayoita kuzaliwa mara ya pili. Hiyo ni tunda. De la ambayo imetokana volonté. Na mapenzi de Dieu. Ya Mungu. De la volonté. Na mapenzi ya Mungu. Kuzaliwa mara ya pili. Isoko ya gatatu tuzotuvoma. Chemchemu ya tatu ambayo tunashota. Ambacho kile Mungu amekipenda. Amen. Imana ubwiza bwe bwo mwijoro. Zazandirimba ikiteka ryose. Zazandirimba mubaza cyanti. Yesu nikica kunkundishije. Nishimiye ko Yesu akunda. Arankunda. Nishimiye ko Yesu akunda. Nubwo ndakwiye. Ntabwo twari beza nakata. Hatukuwa wema kabisa. Ntabwo twari kweza. Hatukuwa wema. Ntabwo nabizo. La. Ariko ubuntu bw'Imana. Lakini neema ya Mungu nibwo bwatugiza aho turi. Ndiye imetufanya wale tulio. Haleluya. Haleluya. Ushaka kw'Imana. Kupenda kwa Mungu. Niko kwaturuhere. Ndiyo imeweza na tusome sura alafu tutamatishe. Haleluya. Haleluya. Nanone ni hahandi cyagice uragisomwa cya Yakobo rimwe n'umurongo wa 18. Yakobo 1:18. Nimara ndangiriza ngaho. Alafu tutamatishe hapo. Turangiriza ngaho. Rimwe na 18. 1:18. Ushake bw'Imana. Mapenzi ya Mungu. Ushake bw'Imana. Mapenzi ya Mungu. Rwandiko rwa Yakobo gice cya 1 umurongo wa 18. Yatubzarishije ijambo ry'ukuri. Yatubzarishije ijambo ry'ukuri. Kuko yabigambiriye. Kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Amen. Amen. Yatubzarishije ijambo ryayo kuko yabigambiriye. Ametufanya kuzaliwa kwa neno lake kama vile alivyokusudia. Kwa maana ilikuwa kwa mapenzi yake. Ndiyo maana mubyifuzo mu mpamvu zirindwi zituma dusenga. Kwa sababu 7 za kuomba. Mwandisi yanditse umuhanga. Mwandishi alipoandika mtaalamu. Kandi arakavu abisha mu ijambo ry'Imana. Akasema kwa neno lake. Mpamvu ya zirindwi. Sababu 7 zituma tugomba gusenga. Bazo zinatufanya tuombe. Mpamvu ya mbere. Kwanza iravuga ngo. Inasema ngo nukugira ngo. Ni ili Imana Mungu itwishurire. Ajifunulie kwetu. Utarasabira kaunga. Kama hujaombea kaunga. Unyina abantu ndonyeresho unyina bamwe barapanga amafungo ngo baje gusenga. Watu walikuwa wanapanga mafungo ili waje kuomba. Mungu nilinde mwaka huu. Uzompe guhirwa. Unipe kuwa na heri. Unipe gari. Unipe visa. Musi wa mbere zarakira murya. Siku ya kwanza njaa inamuuma, ya pili, ya tatu. Amacho yo guhazinda. Amacho kugira gute? Ya kushibisha. Yo guhazinda. Tumbo. Lakini si ya kushibisha roho. Lakini taji la kwanza Mkristo anafaa kuombea. Anaenda kwa siku 7 na kufunga. Nikwambia Yesu, nataka ujifunulie kwangu. Nikujue. Kwa maana yatuzarishije ijambo ryayo. Ameweza kutazira kwa neno lake na mapenzi yake. Yaraguhamaga. Amekuita. Akakuleta akakuweka kwa neema yako. Si kwa kazi njema, si kwa jamii, si masomo. Hakuna. Hiyo ni neema yake. Ngo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza shuti yanje ayiciteka gushakaho nugukira nuka agaruranga cyangwa amashure cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro bigitumye ukiriho ko abika abandi bashingura abandi bakora impanuka abandi bari mu bitaro bese ibireze bibaza ikiwe
ijambo ry'Imana tumesoma neno la Mungu yavuze ngo nukuri nukuri limesema amina amina ngo ndishoboka kuyita uzayoga kabiri haiwezekani asiyezaliwa mara ya pili eti atauradhi Paulo abwira abaroma arabwira Paulo akaandikia Warumi na kuambia haiwezekani yule aliye katika utumwa wa ibilisi eti amfurahishe Bwana haiwezekani maisha uliyokaa ya kale maisha aliyokufa siku ulizomaliza mwaka unaombwa kubadilisha uzaliwe mara ya pili acha tabia za kale uweze kuwa huru uwe kiumbe kipya uweze kuzaliwa mara ya pili tumikia Mungu furahishe Mungu nahitaji Bwana wangu ndilo hili niishi nyumbani mwako siku zote haleluya 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 nahitaji Bwana ndangu ndilo hili chifuza cyanje ni kimwami Yesu kugira ngombe Ukimana ni Imana kwa maana Mungu ni Mungu twariye ni Imana tukila ni Mungu twambaye ni Imana tukivaa ni Mungu tutararya ni Imana bila kula ni Mungu tutariye ni Imana bila kunywa ni Mungu twafushe ni Imana tukifiwa ni Mungu hakuna kile kinaweza kumdhuru ni Mungu Mungu amejipata anasema inatendeka akitenda inaamriwa tuwe mbinguni aliyopenda amefanya anakaa huko inaleta uvumi anaitwa Wamile anaitwa Nipo anaitwa Yehova ni Jehova Jire ni Mungu ambaye anaishi ni Mungu muumbaji haleluya haleluya fatichemezo chukua hatua Yeremia ameandika araba ngo ikirira rangiye akasema kipo kimeisha na hata mavuno yamekuja na bila koko yewe umwaka wa 2023 gusiganya ingeso mwaka wa 2023 umekuacha na tabia na umeweza kuvuka nazo umezifikisha nazo katika mwaka huu wa 24 acha kazi za kale acha huyo mtu wa kale wacha hizo vitu za kale zaliwa mara ya pili ili urithi ufalme wa Mungu hatujui Yesu atakuja nini hatujui Yesu atakuja lini lakini tunamngojea anaweza akakuja atakuja kwa wakati wake na atamaliza dhiki tufarijike atakuja bila kuchelewa yu karibu yuko mlangoni yanadhihirisha kukuja kwake na wale ambao wataurithi ufalme wake ni wale waliozaliwa mara ya pili wewe uko tayari kupokea mfalme Yesu akikuita unaweza ukampokea nimesikia watu wakishukuru na hata watu walikuwa wanashukuru tunashukuru kumaliza mwaka mwaka umekumaliza hujamaliza mwaka umekumaliza kama ulikuwa na miaka 25 kama ulikuwa ungeishi 27 yagize gute imefanyaje washize usigara nyumwe umebaki na mmoja niba warakene kudatubona uko ari abantu ejo bundi mu kwambere bapfa bari kuri list kuna watu wako kwa mu ijuru bari kutone nabo baragenda nao wanaenda ariko bakora ngo turasha muri Amerika lakini wanasema tunaenda Marekani tunaenda Australia tutaweza kuuza tutafanya biashara tutaenda Mungu akipenda Yakobo akasema hivi uzoja kuyuwe uvuga ngo Imana nibikunda nzoja ukisema Mungu akipenda nitaenda Marekani kuko Yesu azaza kwa maana Yesu atakuja zose bimeze gutya yote yakiwa hivi tegure jiandae wihangane na usijali siku moja Yesu azahamagara amazina mu kitabu Yesu ataita majina kwa kitabu cha uhai nawe jina lako liwemo neno la Mungu litubariki amen amen kuongera ijambo ry'Imana amashimwe neno la Mungu